we have like 1 million people following us, but we're telling them to show their faces hapa, unakuta napiga. Sio hata wengine uliona hapo na mask kwa mdomo na amefunika kitambaa. Ni mshabiki yako, ni mtu ananipenda lakini hataki kujulikana ananipenda, which is also good. Jana tuliakisha moto, si ndio? Moto ni kitu moja muhimu sana, na I think yeye ndiye alijaribu kuclarify watu. Kuna watu walikuwa wanangojea mvua inyeshe, si ndio? Hata wewe ulikuwa unangojea mvua inyeshe, lakini uliona jua ikiwa huko juu. Last time wakati tulikuwa uliona jua huko juu, tulikuwa na jua. Ilikuwa mawingu zilikuwa zinakuja zikienda, zinakuja zikienda. Because yesterday we were about to light kwa kisha moto. Wazee wale walifika, walisemaje? Walisema wakiwa kule walikuwa walingojea mvua iwanyeshe ndio wajua wanakuja. Sio nana? Sasa mvua ilicheza huko. Ilipocheza huko na sisi tukacheza na nani? Na mwezi kwanza. Tukiingia tulioskotiwa na mwezi kutoka hapa mpaka kule, sijui hapa mkujua. Lakini mpaka tulipofika kwa gate ya kuingia ceremony, ndio star na the sun and the moon zikapotea. The meaning of the crescent and the star, maana ya crescent ni kale kamwezi kadogo hivi na nyota zikiwa pamoja. Hebu angalia hapo kwa simu yako tusome the meaning of the crescent and the star. So there is a meaning. Kila ukiona mwezi kamwezi yako kadogo kako na nyota, na huko kwingine kote hakuna, kwa sababu ni hizo tu mbili zilikuwa. Sio kama uliona hiyo mama Dave. Nikastuka. Ukastuka. Nilokile. Ni wana mjaka na kile kaitale kaidega nende. Yaani kama ni Mungu alisahau kuzimu kuifuka. Hebu tusome. The crescent moon symbol symbolizes a variety of concepts, including new beginnings, growth, feminine power, and natural cycles. Natural cycles, new beginning, and the feminine powers. Those are the three things that we get from that. So so the actual meaning of yesterday's meeting was a new beginning and getting power, that's the feminine powers, and also doing what? Another the new beginning. So it was, we were getting into a new cycle of our life. Umenielewa? So na ndio kwa maana tulienda after all these things we brought the world there by the flags and then tukaakisha moto. Na you could see we struggled to light the candles. Tulikuwa na akisha candles zinafutwa zinazimwa. Na kuna zingine literally ilikataa kushika moto kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. It is the struggle ambayo tulikuwa tunang'ang'ana kuakisha moto. Ukiuliza Joshua atakwambia moto ya Mkikuyu ama jiko ya Mkikuyu haizimikagi moto. From the day that house was constructed, wakati ilijengwa na ikakamilika na watu wakaingia, mpaka mwisho wa dunia zamani, moto ya nyumba ya Mkikuyu moto iliwaka throughout. Tulikuwa tunaupeka, si ndio? Tulikuwa tunaupeka, alafu kesubui tunatoa hiyo, alafu tunakisha. Meaning moto kwa nyumba, boma ya Mkikuyu, boma ya mtu yote atakuwa Wakamba, si ndio? Moto haizimangwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda kwa Katolika kuna mshumaa haizimu, it is ever there, inawaka. Na hata biguni na hata kwa Yesu ndipo kulikuwa, na aliwacha akatuambia huyu moto isisimike. Bwana Yesu asifiwe sana. So alafu kumekuja, now I want to connect you to understand the real meaning ya vile, na ninataka wale watu wote tumejiandikisha kwa Mount Kenya movement
tutakaa chini, nitawaita mkuje niwafundishe the actual meaning ya zile vitu unaona tukifanya kwa mlima, because it is not for everybody. It is for, hiyo ni ya watu chosen, watu churches chosen, na wataenda wakichujwa, wengine wanakuja, the right people wanakuja, wengine watachujwa. Utakuja kustukia by the time tukienda ya 4 ya 5, the first group tulianza nao watakuta ni watu 10 watabaki, kumeletwa watu wengine brand new, because people will be connected. Now what we are doing, ile tulifanya sasa hivi itablow, itaenda dunia mzima, na tutaangaliwa na watu dunia mzima, na watu wataanza kuconnect. So it was for the, na ndio leo tulikuwa na vita kubwa. Sijai kukapana na vita ya kubwa kama hii Daudi. Maneno ile ilinikuta, ilikuwa ngumu. Kwanza hapa kwa hiyo ofisi yangu ngumu, na kila mtu alikuwa ananiuliza unaenda kufanya nini mlima. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata baba yangu mmoja aliniaita pale akaniuliza, nasikia unaenda kwa mlima hadi Wekate, kwani umerudilia mambo ya Mugeke? Nikamwambia mimi siendi mlima. Kaniambia hapana, ripoti tuko nayo. Hata the head of state ndiye aliniuliza, huyo mtu wako anaenda kufanya nini kwa mlima? Nikashindwa, head of state na huyu mzee baba yangu? Nikanyamazia tu, nikajua na ni hapa. Kukuja hapa nikakuta sasa secretariat nayo imewaka hivyo. Mapasta nao wakasema, wakagoma. Waibi wakagoma. Kila mtu akanigomea, nikabaki hivyo. Wengine anaenda na negotiate mahali, ananikoni pesa. Nani? Nikashindwa namna gani hii? Sasa hiyo yote ilikuwa inachangisha mimi nikasirike. It was not sio wao walikuwa na shida, lakini tudimon tulijai, tukaingia kwa Mase, tukaingia kwa Grace, tukaingia kwa Rohoro, tukaingia kwa huyu, hata kananichezea hivi, hata kile. Hata kuna mwingine alisema amenienda kwa room nimelala na mwanamke. Jesus Christ. Mwingine akakuja hapa akasimama kwa mlango. Ogeje kwa wote. Niki ogeje kwa wote. Haja kwa niki. Apostle. Koko hii nikawa mpaka nikastuka. Nilistuka kama kuna kitu imenistua, ni hiyo ilinistua, because niliona kuna ile roho ilikuja ikasema arua mtu kofi. Nikasikia sauti ikisema wewe piga na ukaanza mlima. Nikamwambia I'm sorry. Nilinyenyekea nikamwambia I'm very sorry. Nimekukosea lakini I'm very sorry. Please. Tuende na hapa tuone namna gani tutatatua. Na nikatoka. Nilipotoka hapa nikarudisha ujeuri. So nilijaribu sana kung'ang'ana na nyinyi mpaka tutoboe. Nimeinukiwa kutoka nje ya Kenya, nimeinukiwa hapa kila mahali, mpaka bishop walikuwa wamekutana. Bishop, fathers of the country walikuwa nakutana kujadili ati kama nimerudisha Mugeke. Nimekuta mapicha wao wanasema hata kama ni Mugeke hawezi kuvaa nguo za white. Walikuwa na picha za zile mabishop ati wamepigwa na president kuuliswa. Kumbe communication imetembea dunia mzima kwa the powers that be. Kuna kitu kinaenda kufanyika na kitabadilisha sura, because walikuwa wangetudileisha. Sababu kuna bishop mmoja alikuwa ameniambia atanisaidia kupeleka watu wengi, atanipatia kitu kama 5 million tupeleke watu wengi kwa mlima. Lakini alikuwa ananiambia tarehe 30 mwisho wa mwezi. Kwa sababu walikuwa nataka tu hii 19 iende. Hiyo ndio ilikuwa haja nayo. Hii 19 iende. So na system zote, kwa sababu ukiangalia nilienda tarehe 1 31st, ilikuwa 31st. Nikafika huko tarehe 1 September 1st. Tarehe 7 nilikuta huko. Nilikuwa mahali tulienda kuinua madhabahu. Nilienda bali wanaitwa Wales. Kwa wale watu wanaitwa Jeffrey Brothers. Ukisoma mambo ya Jeffrey Brothers pale Bonke aliombewa na ministry yake kalipuka. So on the 9th ilikuwa na 7th ilikuwa na Sunday to celebrate in that church. Then now imekuja 19 which is a new beginning. Na tulipokuwa tuna discuss Fidelis akanipigia simu. Nilikuwa nayo lakini sasa nilikuwa na shida what will happen. Nikakuja nikaambia hapa we have to do something. Ndio tuone hii moto haitazimika for these 3 days. Maana ukiangalia maunabii zote zinasema kutoka leo usiku saa 6 mpaka saa ngapi, mpaka 3 days kutakuwa na giza. But for me sioni hiyo giza, although the moon imedisappear.
Umeona? Ilianza with a red moon. A red moon wakati ilianza tarehe first ile ilikuja ilikuwa tarehe ngapi? 7. Red moon tarehe 7. Nikiwachunguza nyinyi wote wamama mliaffectiwa. Ndio ile sehemu yenu mliaffectiwa kidogo. Wamama wote dunia mzima waliaffectiwa. Why did it happen to your body? It was a red moon, but why did it happen to your body? Because it is spiritual. It is something spiritual. And that's the time they were trying to connect systems zao ndio waweze kufix the one world order, vitu za one world order, and make the world change towards them. That's why Mungu alinituma Stonehenge niende kwa sababu hiyo ndio hapo ndio wana control mwezi, ndio wana control jua, na ndio wana control stars. So nikaenda huko kuvunja kusimamisha operation za hiyo kitu. That was the main reason ili nipeleka kusimamisha. Ndio na sisi tufanye operation this month. Na kwa hivyo lazima ningechukua kwa sababu Stonehenge imejengwa na shape ya the pillars ziko pale Mount Kenya pale juu. Ndio walitoa hiyo sample wakapeleka huko. Sababu hiyo Stonehenge imejengwa juu ya mlima. Nikamlima kamepanda hivi. So kazi yangu ilikuwa kwenda kusimamisha ndio tukuja tufanya nini? Na nikapata vitu zetu zile zilikuwa na wazee. Kwa hivyo wakati nilienda Digira nikakuta Digira ya wazee. Nikaenda nikachukua ule nilikuta alinipatia hizo vitu. Alikuwa ni mwanamke. Mwanamke. Kwa hivyo nani alichukua vitu zetu? Hapa. Ni Queen Victoria. Maana Queen Victoria ndio alikuwa mganga mkubwa. Queen Victoria was the highest order katika level ya waganga. Ndio alikuja, walipokuja walifika Lake Victoria, akanemu Lake Victoria. Lake Victoria is a portal. Is a very powerful spiritual portal. Kwa sababu ndio imeshikana na River Nile. Na ndio ilikuwa ina feed mpaka Ethiopia kupanda mpaka Sudan, inaenda huko, na ndio hata size ni lifeline ya Egypt. Wanaweza sio sana. So that is a portal they held, na wakaipatia jina. Wakakuja Mount Kenya pale Castle. Hapo njia ya kuingia Castle. Hiyo Castle ni yao. Hiyo ndani ni kwao, ni territory yao. So the kingdom waka synchronize na wakashika kingdom ile ufalme wa Mount Kenya, wakauchukua wakaupeleka kwao, waka clone together ndio waweze kukamata the whole world. Ndio pale Stonehenge inaitwa the altar that rules the world. Bwana siwe sana. So ukiona vita vikiinuka ujue I'm fought worldwide because I'm also doing the worldwide. Napambana global warfare. Bwana Yesu siwe sana. So ndio unaona na inukiwa hivi na inukiwa hivi mpaka umeona sio unaona nimekonda sana mpaka unanihurumia. Bado ndio tunaanza vita. We are going to win. Kama ni jana tulifaulu, zote tutafaulu. So the main theme ilikuwa huko. Stonehenge imejengwa na kichwa, unaona kama kichwa ya nyoka imekaa hivi. Alafu iko na entrance hapa imekaa hivi. Alafu iko na this is the entrance, this one. Ukiangalia Vatican imejengwa aje? The same. Kuna kitu nataka uelewe sasa, imejengwa the same. Ukiangalia White House, ile inaitwa Oval Office, imejengwa the same. Saizi Trump wako na king saizi as we are talking. Wakijaribu ku overturn what we did. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukirudi uangalie mlima pale, the 3 peaks, they are named after Maasai community. Ni baba na watoto wake wawili. Na ukisoma mmoja Lenana ndio baba. Na Lenana ndio alikuwa chief paramount, ndio kwa high priest wa Kimasai. Alafu akazaa mtoto anaitwa Sendeyo. Sendeyo naye alikuwa chief priest. Akarudi akazaa mtoto anaitwa Batiani. Batiani naye ni chief priest. So what a coincidence. Hiyo milima peak 3 zilinemiwa baba na watoto wake wawili. Kuna special meaning hapo. Lakini ukikuja upata necklace ya Kimasai ile mama wanaweka hapa. Inakaa aje? Inakaa hivi. Kwa hivyo wali clone kwa sababu wa Masai they are Levites na Wakamba they are Levites.
some of the Kikuyus ndio wanakuanga Juda. Sasa waka clone the Levites na waka clone the Judah, kwa sababu the Judah is the carrier of the scepter. Levites are the one to offer sacrifices and hand over the kingdom, the spiritual kingdom, and these were to give the physical kingdom. That's why Masai na Kikuyu walihitajika. Wakikuyu wapatiane power, the physical power, na Wamasai wapatiane the spiritual power. Because that's why the name were embedded on the mountain, to clone the name, to clone the mountain with the name, ndio wachukue the name back to them, the DNA. That is how intrigued, and that is how unaona hizi vita mwengi hamuelewi. Mnaona tu ni kama ni kakitu nimekunywa, which is not bad, lakini mtaelewa tu. Nitawapatia class tuelewe, ndio niwapatie mpaka the meaning. Sasa ukiangalia the day we were there, tulipofika pale tumeongozwa na star na moon. Star ndizo zinatumika Stonehenge, so zilituongoza kuturudisha kwao, because the star is connected with Mount Kenya, and the moon is supposed to be connected with Mount Kenya. They operate from Mount Kenya, and then the sun ikakuja very sharp, very strong, ikakuja to witness. So the star and the moon witnessed us, and also the sun witnessed. What happened? Wakati nilichukua vile vitu za wazee kule Stonehenge, hizo ni za watu wa zamani, wale walikuwa viongozi zamani. Tukiwa kwa mountain, wazee wawili wakajileta. Niliwajaribu kuwauliza, mmekuja kufanya nini? Ati acha tukaogoshera. Huyu mzee anaitwa Mojiro, mimi sikuwa nimemwambia tunaenda huko, nilikuwa nimemweka broko kidogo. Lakini yeye pia wazee walimuita wakamwambia tuende. Walipoenda na nyuki wakasema situfika kwa mlima tuongee na Mungu. Wakakuja. Sasa walipokuja wakatukuta. Wazee wakasema tumetumwa kwa wale watu. Si walikuja wakasema walionyeshwa na mvua ilinyesha, ndio wakapata kibali cha kukuja. Wakakuja. What did they say? Wamekuja kurudisha. Namba 2, walikuja kufanya nini? Kutupatia amani. The mantle. They had come to release. Kwa hivyo zile vitu nilichukua kule, walisense niko nazo, ndio niwarudishie vitu zao, na hao waturudishie. Maana since 1948 ndio walipatiwa power ya nchi. Hao ndio walikuwa custodian, ndio gatekeepers. Sasa wakajua a new gatekeeping people have come and we have to surrender. Ndio wakasema mpaka ile vibu ya nani ya Musa iko. Hiyo vibu walikuwa wameambiwa nitafute, huyo msemo mmoja alikuwa ameambiwa nitafute anipatie. Mkuimodo akasema hapana. Na hapo ndio vita yangu na Mkuimodo ilianza. Alianza kunipiga, akiniharibia jina, akifanya nini, kisema bado nafasi kutolewa matapiko fulani ndio nikubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. But all in all these intrigues zina revolve in this date ambayo inaweza kuwa inaenda sasa ni ngapi? Dakika 5. In this date ambayo tunaenda kuanzisha leo, because saa hii ndio wakanga wote na wachawi wote wamekusanyika kushut the world, kuifunga. Ndio unasikia kutakuwa na giza ya ngapi? Ya siku 3. Ni giza katika ulimwengu wa kiroho, si physical. Hata Safaricom wamesema watakuwa kwenye maintenance. Nimepata msimu kutoka UK wanasema kutakuwa na interruption ya network, cellular zote zitakuwa na interruption. But it is a psychological preparation. Kwa sababu hiyo tarehe 7 nikiwa UK, simu zote za UK zilipiga haraka saa 9 ya mchana, zote za yani zote zilipiga kwa pamoja, zote. Umeelewa? Funga dunia ilikuwa kwenye giza ya siku 3 ndio waweke siri tukiwa kama tumelala. Kwa hivyo what they are doing, wana shut our spiritual life. Wanaifunga, ndio wakiisha ifunga waweke vitu mpya zile wanataka systems zao in the spiritual realm. Siku hizi 3 tukienda siku ya 4 mtakuwa under one world order. You like it or not? The systems zote za dunia zitakuwa under one world order, na mtakuwa na 666 bidii.
utakuwa sasa umekuwa cloned, because they are cloning us in the spiritual. Then after that, once you are cloned, physical ita flow, because before anything happens inaanzanga in the spirit, then inakuja in the physical. Umeelewa sasa? So right now, as they are engaging into that, we want to engage into our life. Because kule kwa mlima tuliakisha kando. Na tulipowakisha kando, after struggling, ikawaka. Tulipowaka, ilipoenda chini, ilitoa moto. Sasa mchanga yenyewe ndio ilikuwa inawaka, si mkando. Mchanga, moto ikaanza kutoka na chini. It's like kule kwa gafu, mafuta inatokanga kutoka chini na waka hivi. Na iliendelea na ikaendelea kuchoma kabisa. So that light, hiyo moto, ndio nataka tuwakishe. Ndio wakijaribu kuzima, sisi tumewakisha. So that for 72 hours, hii kando nataka iwake. For the next 72 hours, itawaka, ndio to defeat their plan. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa bila najiuliza, tunafanya hiyo nataka sisi kama nani? Tutakuja kujielewa tu. So hii kando, Gideon alikuwa nayo kwa mlima, ndio aliakisha. Sasa watu wenye wanatumikanga. Wewe unafikiria uko peke yako, ati wewe ndio unaendesha magari, kumbe kuna hata wengine hamuko pamoja, lakini you are the same. You are doing the same. So Fidelis, shika hii kado yako, sababu ilikuwa yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru tena kwa kutuletea mwangaza huu. Asante kwa kutuonesha na kutufundisha ya kwamba wewe uko tayari kuongoza nchi hii na kuifanya nchi itakuwa na nuru. Hivi sasa tunaakisha moto huu, moto ambao utaendelea na kukataa kusema ya kwamba hakutakuwa na giza. Dunia mzima haitakuwa na giza. Mwanga wako utatawala. Mapepo na nguvu za giza na maroho machafu ya Freemason na maroho machafu yanayoongozwa na viongozi wa kimataifa ambao wametaka kubadilisha dunia hii iondoke mikononi mwako ikuwe katika mikononi mwao. Lakini kama vile ulivyoahidi ya kwamba hakuna siku tutashindwa na ufalme wako unaenda kusimama. Hakika tukiwa mlimani tuliakisha moto kama huu na ukawaka jinsi ulivyopenda. Tulikuwa na bendera zote za dunia na tukaanza kupeperusha kwa ajili ya mapenzi yako na kumaanisha nchi zote za dunia sasa hazitakuwa kwa mikono ya shetani bali kwa mikono yako. Kisha Baba ukatuma wazee wako 2 watatu ya wawe mashahidi ya kwamba power imebadilika kutoka kwao imeingia kwenye kizazi chetu. Na hata ukatuahidi ya kwamba tutaabiri amani na amani itahubiriwa na itatekelezwa katika dunia mzima. Asante kwa maana ulitupatia manto ambao manto Baba tunaenda kuitekeleza kupitia kwa uwezo wako. Kile ninachokuomba Baba ni vile Solomon alikuomba, unipatie hekima ya kuweza kuongoza hawa watu wako, unipe hekima ya kuweza kusimama na njia zako, unipe hekima Baba ya kuweza kutenda matendo yatakao kufurahisha. Ninajua ni kugumu, lakini kupitia kwako ushindi utapatikana. Na kwa hivyo kama vile mwanao Yesu alipowekwa kwenye msalaba, damu ilimwagika ikafanyika ishara ya kwamba dunia imekombolewa, na kisha akawekwa kwenye kaburi, ukabingilisha lile kaburi, akafufuka siku ya 3 na akarudi kukaa kwenye mkono wako wa kulia huko anapotutetea. Najua moto uliwaka siku hiyo, na moto huu Baba tunauwakisha ni ule mshumaa uliowakishwa wakati walimpeleka kwenye kaburi, na mshumaa huu tumewakisha kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya dunia, ya kwamba hakuna mtu ataangamia tena, hakuna vitu vitasababishwa hasara, hakuna biashara zitaanguka. Hivi Baba nasema katika taifa letu, angalia kule bingu, nyota zote zikabebwa na watu ambao walipeleka kutumia zile nyota zetu. Sasa naregeza nyota zile zote. Yoyote aliyekanyagisha miguu yake mlimani na watoto wao na familia zao na kanisa hili, Jehova, ninaliregeshea nyota zao na ziregeshea ufufuo, ya kwamba Baba kutoka leo mapya yatatendeka, nguvu yako itatendeka, mapenzi yako itatendeka, na ambao tulikuwa tumeshikwa mateka na maroho ya kishetani, maroho ile imebomoka. Wale ambao tulikuwa tumeshikwa mateka katika biashara zetu, mateka imeanguka. Wale ambao tulikuwa kumeingizwa kwenye umaskini umeondoka. Watoto wote wa nchi hii
hii, watu wote katika Afrika, watu wote katika dunia sasa wako huru, kama vile ulivyoacha wana wa Israeli wakafanyika huru tena, wakafanyika huru tena, ukawakomboa, ukawatoa kule kwa nchi ya Misri, ukawapeleka kwenye nchi ya ahadi. Baba, hata mimi naomba kanisa hili likaingie kwenye ahadi, kanisa hili Baba likaingie kwenye destiny, vijana wa Kenya waingie kwenye destiny, wamama wa Kenya wakaingie kwenye destiny, baba wa Kenya wakaingia kwenye destiny, wanyabiashara wote wakaingia kwenye destiny, na kila mtu wakaingia kwenye destiny. Baba, ukatubariki, ukatusaidie na ukatupa neema tena ya kujua wewe na kutenda kwa mapenzi yako. Ninaomba Baba nikijua ya kwamba umetushindania. Ninapokea maongozo haya, nitayatimiza na kuyakamilisha kwa mapenzi yako. Pia wote Baba tutakaokuwa tukifanya kazi na wao, wapatie roho ya ujasiri, roho ya kuelewa na kujua jinsi unavyotaka dunia hii ikakae. Baba, pia wapatie hekima ya juu, waingie kwenye 6D ambao watapata ufunuo wa kiajabu na watatenda mambo ya kiajabu, na tutakapoanza safari kuingia kwenye dunia, mahali popote tutakanyagisha miguu yetu, tuache mabadiliko makubwa na mipango yote ya shetani ambao walikuwa wamesema siku 3 kutakuwa na giza. Hakutakuwa na giza. Walikuwa wamesema siku 3 itakuwa ni watu wajifungie ndani ya nyumba, waakishe makorobo. Ninasema katika jina la Yesu Kristo, hakuna kitu kitafungwa, hakuna biashara itafungwa, hakuna haki za watu zitafungwa, nyoyo za watu hazitafungwa, maroho ya watu hayatafungwa, hata hatima za watu hazitafungwa. Itakuwa ni siku 3 za nuru, siku 3 za kubarikiwa, siku 3 za kuinuliwa. Na maroho yote ambayo yameletwa na Waislamu ambao wanataka kuinua madhabahu yao, yote nina cancel. Angalia Baba, wanakuja katika mwanzo wa siku hiyo ya kwanza katika siku 3 kwa sababu wanataka kuleta giza, lakini katika jina la Yesu Kristo hakutakuwa na giza. Katika jina la Yesu Kristo hakutakuwa na giza, hakutakuwa na giza, hakutakuwa na giza. Ina cancel mipango yao yote, ina cancel maandishi yao, ina cancel nyota zao, hata hili jicho wanaloniangalia nalo ninalifunga katika jina la Yesu Kristo. Maguu yao na mikono yao ninavunja na ninaharibu, yasipate kutufuata wala kutusikia wala kutuona. Vinywa vyao visinene kinyume na sisi, macho yao yasituone kinyume, masikio yao yasisikie kinyume nasi, bali kila kitu kitatendeka kutoka sasa kiwe ni kitu kimetokana na wewe, ni baraka zako na ushindi wako. Wale wazee ambao walikuja wakapatiana mamlaka, nilienda kuangalia nikakuta wameenda, sijui kule walienda. Wewe ndio ulikuwa umewatuma na uliwatuma kwa kusudi, na kusudi lao lilitimika. Hilo kusudi lifikie Wakenya, lifikie Afrika na lifikie dunia mzima. In Jesus mighty name we pray. Amen. Hapa nina chumvi na hapa nina maji ambayo yalichotwa kwenye mlima. Sasa mimi sikuwa najua, Mungu hakuwa ameniambia vitu zingine sijuangi vyenye zinafanyika. Sasa huyu ndiye alichota maji. Huyu ndiye ameniletea chumvi. Na chumvi ni ya nini? Preservation and to cleanse. Sasa I want to cleanse. Hii kando inaweza kuwa ilibebwa na wachawi, ama supplier kasirika, ama kuna deni kuihusu, chochote ambacho kinaihusu. Na pia na cleanse mahali hapa. Kuna watu wamefanya madhabahu, wameleta madhabahu yao, na kwa sababu tunahakishia dunia pia na nini, I want to cleanse you. Kitu tu tusimame kaiti tu. I want to cleanse you in the mighty name of Jesus Christ. Okay, kufunguliwa. Na pia madhabahu hii tunapoenda kukomanda dunia nzima, tukaweza kutawala na tukaweza kufikia maagano yote ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Hata hii video iende bali. Amen.
Maji haya ni ya mlima, au tayaweka hapa ndio iendeleze. Maji ni uhai, maji ni baraka, na maji ni neema ya Mungu. So mbarikiwe. The mighty name of Jesus. Pateni miujiza katika kazi yenu. Pate miongozo. In the mighty name of Jesus Christ. Miguu hii ibarikiwe. Kila kitu kibarikiwe. Amen. Amen. Mwanzo mpya. Amen. Madhabahu walikuja wakakunenea na uchawi na mambo ya uganga. I cancel everything. Nyumba hii wewe ni shahidi. Wiki hii kutoka sasa mmeangalia na mmeona. Uliona wachawi wakikuja. Wachawi nguvu zao zote. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. So simameni tuhakikishe ukai hapa. Tujeni tusalamu hapa. Ndio kumjia hiyo. Kwa hiyo tuweka toma. Kitu baba. Kujeni hivi. Kwani mnakaa pamoja kama na wewe mtu? Mungu muumba wa mbingu na muumba wa dunia, tunakuinulia bendera hii na tunakuinulia mshumaa huu. Katika taifa la Kenya ndio tumeanzisha chemichemi ya amani duniani. Ndio tumeanzisha mapenzi yako. Katika bendera hii katikati tumeweka the shield, ambayo ni shield ni kitu fiche, maana ni nyota ile ya Daudi. Ni nyota iliyoongoza Yesu alipompeleka kule alipokwenda kujificha. Yaani kumaanisha ni nyota katika dunia hii na katika nchi hii. Mungu wangu, kubali dua zetu, kubali maombi yetu. Ninapowakisha mshumaa huu, Baba, nawacha ukamulike na ukamulike dunia yote. Huu ni moto tuliowakisha kule mlimani na nimeuleta katika nyumba hii kwa ajili ya utukufu wako. Kila kitu tutakacho hitajika katika nyumba hii, Baba, ukakitimize. Moto huu usizimike, wala kusipatikane jambo lolote litakalozuia kazi yako ikaweze kufanyika. Mungu, kumbuka taifa la Kenya. Kumbuka na madhabahu haya, kumbuka na kanisa hili, kumbuka Baba na waja wako wote walio katika nyumba hii. Wote waliowamewa katika hali mbalimbali, Baba, wanasue. Unasue finances za kila mtu, kazi zao, watoto wao, miili yao na binafsi zao. Tubariki Baba, na utusamehe dhambi zetu kama vile tulivyosamehea wale waliotutenda. Baba, naomba tu katika moto huu unavyowaka ungae kwa kila mtu. Mapenzi yako yakatendeke na jina lako likatendeke. Baba, mshumaa huu usizime wakati wote ule kwa masaa 72 kutoka sasa na hata kuendelea. Ninakuahidi ya kwamba mshumaa huu hautazima. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Yes, we are good to go. We have captured the moment.